Huyu ni mkatakuni maarufu aliyependwa na wanawake wawili kwa wakati mmoja. Sasa leo akiwa polini, kwa mbali kuna mwanamke anaonekana akimtazama sana. Hii imekuwa ni kawaida kwa msichana huyu, mara tu anapomuona lazima aje amchungulie. Kila siku aliishia kumtazama kwa mbali tu, hakuwahi kumsogelea hata siku moja. Kadri siku zinavyozidi kwenda, anajikuta anampenda zaidi. Mkatakuni yeye hakujua chochote kinachoendelea kabisa. Anaendelea kufanya kazi zake tu. Sasa wakati amepumzika, akawa ameangalia upande ambao binti yupo. Binti akajua nimeonekana tayari. Kumbe wala jamaa hata hajamuona. Akawa anaendelea kufanya kazi zake tu. Binti akasema afadhali hata hajaniona. Akashusha pumzi kubwa kwanza. Sasa wakati anaendelea kumwangalia, tunamuona mwanamke anasogea upande huo ambao yupo binti. Amefika sasa, anashangaa huyu anaangalia nini muda wote. Akamgusa, ila binti akashtuka sana, akasema dada, umenishtua. Dada akamwambia unaweza kuniambia unaangalia nini? Yaani natoka kule mpaka nafika hapa hujanisikia? Kiko wapi unachokitazama hapa? Mbona sikioni? Binti akamwambia shh, nyamanza. Dada anashangaa mbona ninyamanzisha? Anamwambia hebu sogea hapa, njoo nikuoneshe kitu ambacho ninakiangalia. Binti akawa anasogea ili aoneshwe. Binti alipotazama mbele, akawa amemuona yule mkatakuni. Dada mtu naye alipomuona mkatakuni alijikuta ametabasamu. Akamwambia kwani tusiende kule mbele tumuone vizuri? Hebu tuende bwana. Wakawa wamekubaliana kusogea karibu zaidi. Huku mkatamiti amechoka, anaamua kukaa zake ili apumzike kidogo. Sasa jamaa yeye ana habari, anakuja kushtuka kuna mtu nyuma. Ikabidi asimame kwanza. Akimcheki ni binti, ikabidi amkaribishe, amwambie karibu. Jamaa alimkaribisha akamwambia binti karibu sana. Binti anamwambia asante, ila unaonekana unafanya kazi ngumu sana. Jamaa anacheka anamwambia hapana, hii sio kazi ngumu, hata hivyo mimi nishazoea. Akamwambia vipi kwanza, mbona uko mwenyewe msituni, uogopi? Binti akamwambia siko mwenyewe, niko na dada yangu. Jamaa akasema basi sawa, kama uko na dada yako hiyo ni nzuri. Sasa wakati wanaendelea kupiga stori, kwa mbali dada yao anaangalia tu. Jamaa anamwambia binti unaona hii kazi nimeanza kuifanya nikiwa mdogo sana. Binti anamsikiliza kwani muda wote anamtazama tu. Anampenda maskini ya Mungu, ila kumwambia sasa ndo mtihani. Sasa upande wa dada mtu anavyozidi kuwatazama kwa muda mrefu, anajikuta anapata kawivu fulani hivi. Anajiuliza huyu atakuwa anamwambia nini? Atakuwa shamwambia anampenda Alishindwa kuvumilia kukaa pale, mwisho akaondoka. Huko binti ndo anamwaga mshikaji. Anamwambia basi nikuache uendelee na kazi. Jamaa anamwambia unaondoka? Binti anasema ndiyo, dada atakuwa amenisubiri kwa muda mrefu sasa. Binti amefika sehemu aliyomwacha dada yake, anashangaa haoni mtu. Anajiuliza dada kaenda wapi? Au amesubiri kwa muda mrefu ameondoka. Anajiuliza apati jibu, akaamua kuondoka na yeye. Vanilla waboko Vanilla waboko Vanilla waboko Vanilla waboko Vanilla waboko Kumbe bwana, dada mtu hakwenda hata mbali, amemsuga tu mdogo wake ili yeye arudi kwa mshikaji. Mambo And I met you by chance, sikujua you'll be my one. And I hate to admit baby. Binti anamwambia pole na kazi, anamwambia asante, ila leo nina bahati na wageni. Mungu asante. Anamwambia haya binti, karibu ukae pale mimi nimalizie ili gogo langu. Binti anamwambia hapana Sky, ngoja tu nikusaidie kuokota hata kuni hapa. Jamaa anasema unataka kunisaidia? Binti anasema ndio. Sawa kama unataka kunisaidia.
nashindwa kuelewa. Binti alipomkosa ndugu yake aliamua kurudi huko. Mbaya zaidi, anamkuta ndugu yake akiwa karibu na mtu anayempenda. Alijikuta moyo wake unapata jeraha kubwa. Binti anaendelea kupanga kuni na jamaa akawa anamfuata taratibu. Anamwambia, niseme tu asante binti, kama ni kazi umenisaidia sana, ila nisingependa niendelee kukuchosha zaidi. Mpaka hapa inatosha, asante sana. Kabinti hapo kanafurahi kanasema, yes, nishachukua pointi zangu hapa. Jamaa akamuuliza, mbona unatembea peke yako? Binti akasema, nipo na dada yangu, nimemwacha nyuma tu hapo. Jamaa akasema, sawa asante, ila kwa upande wangu nimeshukuru sana. Binti akasema, sawa basi mimi nikuache, nitakuona wakati mwingine. Binti akawa anaondoka. Hajafika mbali jamaa akamstopisha. Anamwambia, ulipokuja ulitokezea huku, sasa kwa nini unapita huko? Kabinti kajanja haka kanazuka kama kamechanganyikiwa hivi. And I met you by chance, sikujua you'll be my one. And I hate to admit baby, unanichizisha kweli. The way she moves, I swear mate yanidondoka mimi. Binti alishuhudia yote. Sasa huyu ni nyoka, akikasirika lazima abadilike. Mdogo mdogo ngozi yake ikawa inaanza kuota magamba ya nyoka. Akajitahidi kukontrol hasira zake na hali ikarudi kama kawaida. Ndio hivyo, kwa macho yake anashuhudia ndugu yake akimpokonya tonge lake mdomoni. Alimuita pembeni akamwambia, dada, kwa nini unanifanyia hivi? Huoni kama unaidhurumu nafsi yangu? Ndugu yake akamwambia, kwa sababu nampenda. Binti anamwambia, lakini mimi ndo wa kwanza kumuona. Ndugu yake anamwambia, we, ishia hapo hapo. Sitaki kujua kama wewe ulikuwa wa kwanza. Ninachokijua mimi, mapenzi hayana foleni, umenielewa? Binti anamwambia, sio vizuri unavyonifanyia. Dada mtu hajajibu chochote, huyo anaishia zake. Tuache huko. Mda huu jamaa alikuwa amefanya kazi kubwa sana, na kama kawaida yake mida hii huwa ni ya kwenda kula nyumbani. Mda huu anaondoka ili baadaye arudi kuimalizia kazi yake. Sasa binti bado roho yake haijatulia kabisa, akimfikiria dada yake hata maji hayapiti kooni. Sasa kumbuka, huyu ni nyoka mtu, akiwa na hasira tu lazima abadilike. Saa ngapi miguu isianze kubadilika? Akicheki magamba yanapanda mwili mzima, lakini ni hali yake anaijua. Ikitokea kama hivi, huwa anafanya maombi kwa ajili ya kubadilika na kuwa mtu wa kawaida. Vanilla. Wakati anataka kuondoka, anashangaa kumuona dada amesimama mbele yake. Anauliza, umefika saa ngapi hapa? Dada yake anamcheka na mwambia, unaona sasa, ipo siku atakuja kugundua tu kama sisi ni nyoka. Kwa hiyo kabla hajagundua, lazima mimi ndo nikamwambia ukweli. Binti anamwambia, hapana, usifanye hivyo, nisikilize mimi kwanza. Binti bado anamuomba dada, anamwambia usifanye hivyo, ukifanya hivyo tutamkosa. Dada mtu anamwambia, unahofia uzuri wangu sio? Mimi nina muonekano kukuzidi wewe. Hata nikimwambia kama sisi ni nyoka bado atanichagua mimi tu. And I met you by chance, sikujua you'll be my one. Mida hii jamaa naye alikuwa amerudi ili amalizie kazi zake. Sasa alipoangalia vizuri mbele yake, alishangaa kuona hali isiyo ya kawaida. Akawa anasogea ili kuangalia vizuri aweze kuhakikisha. Chini alifanikiwa kuona alama za nyoka mkubwa sana, na hii inaonyesha amepita muda sio mrefu. Akawa anajiuliza, huyu nyoka mbona mkubwa sana? Hebu ngoja nimfuatilie. Alifika mpaka mwisho, ila cha ajabu au ni nyoka anawaona watoto wa kike wawili. Akawa anasogea ili kuwatazama vizuri. Alipowatazama vizuri, aliwatambua ni wale wale alioweza kukutana nao asubuhi ya leo. Sasa hapa ndo amepata kuufahamu ukweli. Anasema kumbe hawa ni ndugu, ndo maana kila mmoja akaniambia yuko na dada yake. Lakini mbona kama wanazozana? Bila shaka watakuwa wanapigana wale. Akasema hebu ngoja nikaongee nao. Alifika akauliza kuna tatizo? Wakasema hapana, hakuna shida, naona kama mnapigana. Mabinti wanakataa, wanasema tunacheza. Jamaa akasema okay sawa, ila kuweni makini huku polini, nyie ni watoto wa kike, isitoshe huko nyuma nimeona alama kubwa za nyoka. Mabinti wakamwambia sawa, hata hivyo ndo tulikuwa tunarudi nyumbani. Jamaa akasema basi sawa, mimi ndo nimerudi kumalizia kazi zangu, naomba muwe makini sawa Mabinti wakasema sawa. Jamaa akawa anaondoka zake. Jamaa alipoondoka tu, mabinti wakaanza kuvutana, kila mtu anataka yeye ndo amfuate nyuma. Huyu anavuta, huyu anavuta, huyu anavuta, huyu anavuta. Mambo hayo. And I met you by chance, sikujua you'll be my one.
And I hate to admit baby, unanichizisha kweli. The way she moves, I swear mate yanidondoka mimi. Akicheka na Sasa huku jamaa amebaki na maswali. Ashaufahamu ukweli kama wale ni ndugu na amegundua kabisa wale watakuwa wanampenda. Anasema hii mbaya hii. Wale watoto itakuwa pale walikuwa wananigombania. Sasa pale wote ni wazuri. Nitamkubalia nani ni mwache nani? Baadaye anasema hapana, sitaki kufanya chaguo mapema. Nitasababisha matatizo. Basi akawa ameapa kutokufanya chaguo mapema, akiwa na wasiwasi kwamba ataweza kusababisha ndugu wale wakagombana, bila kujua mpaka sasa tayari hawaelewani. Pia nitumie nafasi hii kukuomba wewe shabiki yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kunipa nguvu ya kukusogezea burudani kila siku. Mambo hayo. Sasa jamaa wakati anaendelea kubeba kuni zake, akawa amejikwaa kwa bahati mbaya, lakini alipodondoka tu anashangaa kuona wale watoto wa kike washafika tayari na kila mmoja anamjali kwa upande wake. Sasa najiuliza, wasi walisema wanaenda nyumbani, hapa wamefika saa ngapi? And I met you by chance, sikujua you be mine. Ninashindwa kuelewa. And I hate to admit baby, unanichizisha kweli. The way she moves, I swear mate yanidondoka mimi. Akicheka na feel so. Sasa mwamba amekaa mwenyewe anafikiria. Anajiuliza ina maana alikuwa ananifuata nyuma Alafu mbona wote wananijali hivi? Inawezekanaje wote wakanipenda kwa wakati mmoja? Au atakuwa wananijaribu nini? Kila akijiuliza apate jibu. Ila muda huo anasikia maumivu makali mguuni. Akaona sintoweza kuendelea na kazi. Hata hivyo muda ushaenda. Akawa anajikongoja taratibu kuelekea shoka lake lilipo. Vanilla. Basi ikawa ni siku nyingine tena hii. Asubuhi na mapema tu mwamba aliwahi zake kazini. Sasa wakati huo huo kuna mwanamke tunamuona kama anakimbizwa hivi na anapita maeneo haya ambayo mwamba anafanyia kazi zake. Sasa mtaalamu anageuka, anashangaa mwanamke anakimbia, anashangaa huyu anakimbizwa na nini tena huyu? Ikabidi asogee kwanza angalie kama kuna hatari. Sasa kila akiangalia haoni kitu, akaona ngoja nimfuate. Jamaa anafuata moto nyuma. Sasa udada kumbe alipofika mbele alisimama akawa analia. Na ukimcheki vizuri anaonekana mtoto akishua huyu. Sasa sijui kafukuzwa na vibaka, mimi na wewe hatujui. Twende sambamba. Jamaa naye ndo anafika binti alipo. Lengo anataka kujua huyu binti anakimbia nini? Mbona haoni kinachomkimbiza? Alifika ikabidi amuite. Dada akageuka kumsikiliza. Akamuuliza kwanza, vipi dada yangu, umefikaje hapa? Dada akamwambia, wewe acha tu kaka yangu, mimi hapa sielewi chochote, nimejikuta tu niko humu ndani ya msitu. Kiufupi nimechanganyikiwa, yani mpaka naogopa. Ikabidi mwamba amtulize, amwambie okay sawa, usilie sasa, mimi hapa naujua msitu vizuri, kwa hiyo nitakusaidia kukuonesha njia, na usiogope chochote, huu msitu ni salama kabisa, niamini mimi, hebu njoo nikupeleke. Mwamba akawa amejitolea kwa moyo mmoja kumsaidia binti aliyepotea njia. Tayari wakawa wanaongoza kuelekea njia ya kutokea kwenye msitu. Sasa alifika hapa, binti akawa amesimama, akamwambia hapana. Mwamba ikabidi asimame, akageuka akamuuliza, vipi tena? Dada anamwambia njia nishaanza kuikumbuka, sio huko ni huku. Jamaa anamwambia dada, mimi huu msitu naujua vizuri, njia iko huku. Dada anamwambia nisikilize mimi, ni huku nimepakumbuka. Mwamba akamuuliza una uhakika huko ndo ulikotokea? Binti akasema ndiyo nina uhakika, wewe njoo nisindikize, naogopa. Jamaa akasema sawa, twende. Sasa mwamba anashangaa, huku binti ananipeleka wapi? Sasa alipogeuka kushoto, akaona kuna ngema moja ya mwamba hapo juu inataka kushuka. Sasa mwamba si ukapasuka na vipande vya majabali vikawa vinashuka. Jamaa ameona, anamwambia sister, ina machini mawe hayo. Alichokifanya dada, akalituliza lile jiwe chap. Mambo hayo. Kumbe dada ana nguvu za ajabu bwana. Akawa analizungusha namna hiyo. Sasa jamaa na habari, anajua hapa ni shakufa nini. Anakuja kuinuka kucheki hivi. Dada akashikilia ngoma hiyo, mwisho akafanya kuipushi chap.
Jamaa bado haamini, anamuuliza umewezaje kufanya hivyo? Dada anamwambia hata sijui, imetokea tu. Mwamba anajiuliza imetokea au utakuwa mchawi nini? Binti anapotezea, anajichekesha chekesha pale, anamwambia basi tangulia, kaa mbele, safari hii mimi nikae nyuma. Jamaa ashaanza kuwa na wasiwasi, anasema nikae mbele? Ndiyo, tangulia, twende, usiogope. Alipotangulia binti anabaki nyuma, anasema hey, yes, nishakukamata wewe. Kumbe bwana huyu binti sio mwema, ana jambo lake. Walipofika hapa binti anamsimamisha tena, anarukaruka, anamwambia nina mkojo. Jamaa anasema mkojo tena? Binti anasema ndiyo, nina mkojo tena sana, nitajikojolea hapa. Jamaa akasema basi fasta, nenda kakojoe na kusubiri hapa. Jamaa amesubiri aoni mtu, anajiuliza huyu vipi, mbona harudi? Akataka kwenda kumcheki, akasema hapana, yule ni mtoto wa kike, atasema naenda kumchungulia bure. Amekaa amefikiria, akasema huu muda umeenda bwana, ngoja nikamcheki tu. Sasa katika huu mti mkubwa tunaona kuna ndege wanaruka kwa pamoja. Sasa hii sio kawaida, ogopa sana. Sasa swali ni moja, huyu mwanamke ni nani? Mbona amefika hapa na ndege wote wameruka? Sasa jamaa kamfuata nyuma, kamfuma tena, kamfuma mchana kweupe. Mambo hayo. Sasa akawa anasogea mbele, angalia huyu mwanamke anafanya nini. Sasa tunamuona binti kama anatoa salamu hivi, na kuna nguvu inatokea kwenye huu mti. Baada ya hapo akawa anaongea vitu anavyovijua yeye. Umeona kazi hiyo? Asa jamaa ndo anapata majibu, anasema kumbe huyu binti mwanga. Asa huyu jamaa naye baadaye akimbie, eti anazidi kusogea mbele, si akaonekana, akasema we miguu nisaidie. Sasa tunakuja upande wa huyu binti ambaye ni nyoka. Yeye kila siku ni kulia tu, mtoto anajua kupenda huyu. Sasa wakati anaendelea kulia, anakuja ndugu yake ambaye na yeye ni nyoka. Amefika, anamtazama kwanza, kabinti kanaendelea kulia. Dada yake akamwambia pole, lakini unajua mpaka sasa mkatakuni yuko wapi? Binti aliposikia habari za mkatakuni kabidi atege sikio vizuri. Dada yake anamwambia kwa taarifa yako, leo nimemuona akiongozana na mwanamke mwingine. Binti akamwambia tafadhali usitumie njia hiyo ili kunitoa kwa mtu ninayempenda. Dada yake akamwambia mimi sina utani na wewe, utajua mwenyewe. Mambo hayo. Sasa bara liko hapa. Dada yake kamwachia maswali mengi kichwani. Sasa ukijumlisha na hasira alizonazo, leo hawezi kujikontrol, lazima abadilike kuwa nyoka kamili. Sasa binti nyoka alikuja mpaka huku ambapo ndo kazini kwa mkatakuni. Pia nitumie nafasi hii kukuomba wewe shabiki yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kunipa nguvu ya kukusogezea burudani kila siku. Mambo hayo. Sasa binti anaangaza huku na kule, bado haoni mtu, anaona shoka tu. Anavyompenda akaona pite juu ya kuni zake ili asikie hata harufu yake kidogo. Basi anaamua kuingia kichakani zaidi ili ahakikishe mpaka amempata. Lakini mwamba bado yupo huku anakimbia kuokoa maisha yake. Anajuta ni kwa nini alijitolea kumsaidia yule mwanamke. Alipofika hapa akaamua kujibanza kwanza, ila alipogeuza macho upande wa mbele akamwona nyoka mkubwa wa rangi ya bluu. Sasa yeye hajui kama yule nyoka ni mmoja kati ya wale mabinti. Kwa bahati nzuri yule nyoka alikuwa anapita tu, hata hajageuka kamuona. Mwamba bado haamini, anaona kama ndoto vile, hata kunyanyuka alishindwa, mwisho wa siku akakata moto. Binti alisikia kishindo nyuma yake, ikabidi ageuke. Alipocheki vizuri ni mtu ambaye alikuwa akimtafuta, basi alimsaidia kumtoa pale na kumpeleka sehemu ya wazi. Snake.
Jamaa ndo anapata fahamu muda huu, akicheki mazingira hayaelewi kabisa. Alipogeuka nyuma yake, si anashangaa kumwona binti. Binti anamwambia usiogope, uko sehemu salama kabisa. Nimekusubiri kwa muda mrefu sana uamke. Jamaa anasema muda mrefu? Binti anasema ndiyo. Jamaa akachoka kwanza, maana hakumbuki kitu chochote. Sasa kumbuka, binti aliambiwa na dada yake kuwa huyu jamaa alikuwa akiongozana na mwanamke msituni. Ikabidi amuulize. Anasema dada yangu leo alikuona msituni ukiongozana na mwanamke. Je, ni mke wako? Jamaa anasema mke? Mbona mimi sijaoa? Binti anasema hujaoa. Hasa yule nani yako? Mwamba akili ndo inarudi. Anaanza kukumbuka, anasema kweli leo nilikutana na mwanamke. Akakumbuka mpaka aliposhuhudia uwezo wa mwanamke yule, mpaka alipofika mbele zaidi akamwambia nataka kwenda kukojoa, na mwisho wa siku alipoamua kumfuatilia binti kwa nyuma akagundua kabisa yule ni mchawi. Mambo hayo. Sasa mtaalamu akili imerudi, kabidi amchukue binti aanze kukimbia naye. Binti kakimbizwa mpaka kachoka, ikabidi asimame. Jamaa akamwambia binti, nisikilize, huyo mwanamke anayezungumziwa na dada yako yule ni nyoka. Binti anashangaa anasema, we ni nyoka? Jamaa anasema ndio, tena ni mchawi vibaya mno. Sasa binti anamchora tu, maana ndo nyoka mwenyewe huyo. Jamaa hata ajui, yeye akili yake inamtuma yule mwanamke mchawi atakuwa ndo nyoka mwenyewe. Sasa anamwambia mi kwetu sio mbali, ni kule, ila sasa nataka nipafahamu kwenu ili nianze kukusindikiza wewe. Binti kabla hajajibu chochote, dada yake anafika. Sasa hawa si manyoka, maana yake wanaishi mapangoni. Umeona kazi hiyo? Binti anageuka tu akamwona dada yake, kabidi amfuate. Akamwambia sasa ina haja kunisindikiza nyumbani, dada yangu kashafika, kwa hiyo nitaenda naye. Jamaa ikabidi akubali tu, akamwambia sawa, wewe ni makini. Sasa siku iliyofuata jamaa aliamua kuja na ndolele, akawa anaifunga kwenye mguu wake, akiamini kabisa hii dawa hii hakuna mtu yoyote yule wa kusumbua. Anasema niko kwenye huu msitu miaka mingi sana na siwezi acha asili yangu kwa sababu ya mwanamke mmoja tu. Sasa kama unajiamini wewe ni mwanamke kweli, njoo, nimeshafunga dawa hapa, na nikwambie tu nimeshakugundua kama wewe ni nyoka. Kumbe yule mwanamke naye hakuwa mbali. Anasema wewe endelea kupiga hizo kelele zako tu, ila ungejua mimi sina hata shida na wewe, hata usingejisumbua. Mimi nina shida na nyoka ambao wanapatikana kwenye msitu huu. Sasa ili niwapate lazima nikupate wewe kwanza. Mambo hayo. Sasa kumbe huyu mwanamke yeye ana uadui na nyoka, na anaona kabisa kupitia huyu jamaa lazima atawapata wale nyoka wote. Anasema bado ni mapema sana, kazi ndo inaanza. Let's make love. Let's make love. Sasa leo binti ananyata kwa asili akimfuata mtu mmoja, ila jamaa alisanuka, ikabidi asimame. Binti anajiuliza mbona akasimama, amegundua kama namfuata Sasa kwa akili zake yeye anajua huyu ni mkatakuni. Jamaa kageuka kamuuliza wewe nani? Hapo kabinti ndo kanagundua kumbe siye. Aibu kanaona kenyewe. Jamaa anazidi kumkazia, anamwambia mimi nimekusoma muda mrefu sana, unaweza kuniambia ni kwa nini unanifuatilia? Binti ikabidi ajishusha, anamwambia samahani nimekufananisha. Jamaa anasema umenifananisha au unanitaka? Binti akaona amekuwa hayo ikabidi aondoke. Sasa kama bahati mida ya kurudi tena, jamaa anakutana naye, akamwambia sister, samani kidogo, hebu njoo kwanza. Binti akubisha, alisogea ili amsikilize. Jamaa akamwambia bila shaka ndo wewe jana tumekutana ukanifananisha. Binti akasema ndio nakumbuka, ni mimi. Jamaa akasema hebu tuanzie hapo kwanza, huyu ninayefanana naye yuko vipi? Binti anasema kiukweli unataka kufanana naye ila sio sana. Jamaa anasema usiniambie naye ana kichwa kikubwa kama changu. Binti anasema hamna bwana, mwili tu ndo mmeendana. Sasa wakati wanaendelea kuongea, mkatakuni naye hii ndo njia yake. Sasa alipofika hapa aliweza kuwaona kwa mbali kidogo, akiwaangalia wanaonekana wanaongea kwa furaha kubwa sana, na tena wanaonekana ni watu wenye ukaribu. Akili yake inamtuma binti yule atakuwa ni mtu wake. Binti yeye ana habari kama mshikaji yuko nyuma yake, anaendelea kucheka tu na mshikaji. Mwisho jamaa akaona nisije nikawaharibia bwana, ngoja nipite zangu huku. Ninashindwa kuelewa. Usiniondoe. Ninashindwa kuelewa. Moyo wangu
nalia, mbona umeniacha? Let's make love. Let's make love. Let's make love. Let's make love. Wakati hajafika mbali alikutana na dada yake, ikabidi amuombe wazungumze kidogo. Akamwambia, kabla ya yote kwanza nimekutana na ndugu yako kule. Hivi kumbe ana mpenzi? Binti akasema, yule mbona ana mpenzi mda? Wewe kama umemwona na mtu hata usijiulize mara mbili, huyo atakuwa ni mpenzi wake. Binti kwenye sekta ya kumharibia mwenzake tena hajambo, ila hata hivyo jamaa aliamua kupotezea, akaamua kuleta stori zingine. Waliongea sana tu, mwisho wa siku jamaa akamwambia, mkono wangu unaniuma. Sasa sijui unaweza kunisaidia hata kunyosha kidogo? Binti anasema, hapo ndo unapopataka hapo. Mambo hayo tuache huko. Sasa hapa kuna muoni mmoja alikuwa akivuta zake sigara, ana wasiwasi wowote. Sasa mida hii ndo binti alikuwa anarudi na hii ndo njia yake. Huyo muoni alimuona akamwambia, wewe simama. Binti hata kubisha alisimama. Let's make love. Let's make love. Let's make love. Let's make love. Jamaa alimbeba akampeleka kichakani. Moja kwa moja anataka kujiamulia mambo. Sasa hajui binti anasirika gani. Huyu ni nyoka mzee. Binti anamwangalia na msikitikia, anasema, sasa kazi unayo, mimi sio hao uliowazoea. Jehova. What are you doing there? Jesus. Hey! Help! Yes, okay. Yeah. Let's make love. Let's make love. Let's make love. Let's make love. Leo jamaa akiendelea na shughuli zake aliweza kumuona binti. Alimuita na akamuomba asimame aongee naye. Alimwambia, bora hata umepita, nilikuwa nawaza nitakupataje. Hata hivyo leo nimekuja na zawadi yako. Je, uko tayari nikupe zawadi? Binti akajibu, ndio, nipo tayari. Jamaa akasema, haya basi twende. And I met you by chance, sikujua you be my one. And I hate to admit baby, unanichizisha kweli. The way she moves, I swear mate yanidondoka mimi. Akicheka na feel so wild, oh my baby. Dress code on point, figure 90 and I want to exploit. And my eyes can't avoid pretty face dressed in that mini. Ooh, she mine, I swear, di mimi siamini. Wema, wanitenda vyema mama. Jamaa akawa amekuja na zawadi, akaanza kumhesabia 1 mpaka 3 ili afungue macho.
The snake love. Alimwambia hivi, nimekupa hii zawadi ndogo kwa sababu jana umenisaidia kunyoosha mkono wangu. Binti alisema asante sana, akawa anaondoka zake. The snake love. Sasa mida hii huyu nyoka mwingine alikuwa na ota zake jua. Si unajua tena, raha jipe mwenyewe, mwendo wa kugaragara tu. Pia nitumie nafasi hii kukuomba wewe shabiki yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kunipa nguvu ya kukusogezea burudani kila siku. Mambo hayo. Sasa binti wakati yuko hapa, kwa mbali tunamuona ndugu yake ndo anaingia. Lengo lake ni kuja kumlingishia ile zawadi ambayo ukapewa na mkata kuni. Akaanza vituko vyake, anamwambia unaona? Ndugu yake akamuuliza umetoa wapi hiyo? Anamwambia mimi nishakwambia, sisi ndo watu wenye bahati zetu. Bila shaka utakuwa umeshaelewa nani atakuwa amenipatia hii zawadi. Binti akauliza ni nani huyo? Ndugu yake akamwambia nani mwingine zaidi ya mkata kuni. Sura ya binti kwanza ikachange, yani ana hasira. Anamwambia shoga yangu, kwa hiyo mimi nikipewa zawadi wewe unanuna. Akamkata kibao kwanza. Kwa mara ya kwanza binti akanyanyua mkono na kumchapa dada yake. Dada mwenyewe hajaamini kwanza. Hapo ndo anapandwa na hasira sasa. Mambo hayo. Binti akawa anaondoka zake, maana angeendelea kukaa hapo lazima mmoja angeacha ndala, wangeuana, maana kila mmoja na hasira na mwenzake. Upande wa pili mwamba anaendelea kukata na kubeba magogo yake. Sasa wakati anaendelea kuyasogeza, ghafla anamuona binti amekaa eneo lake la kazi, tena katulia tuli, hana wasiwasi wowote. Jamaa akasimama kwanza, akawa anajiuliza huyu vipi, kafata nini midai? Ikabidi asogee kwanza. Alisogea na binti alimuomba maongezi kidogo. Jamaa kukataa, alikubali. Alimwambia sawa, tutoke pembeni tuongee. Alimwambia na kusikiliza. Samahani, jana ulikuwa na dada yangu na mlikuwa mkiongea mambo mengi sana. Je, unaweza kuniambia mlikuwa mnaongea vitu gani? Alimwambia jana tuliongea vitu vingi sana, na moja wapo lilikuwa ni la wewe na mchumba wako. Aliniambia una mchumba, si kweli? Binti akamwambia sio kweli. Jamaa akamuuliza anawezaje kudanganya wakati ni dada yako? Sasa wakati wanaendelea kujadili, dada wa plani naye anafika. Aliwaona na alikuwa kwa mbali kiasi kwamba asikii wanaongea nini. Anasema hata ufanyeje huwezi kuwa na huyo mwanaume, nitahakikisha na haribu kila aina ya mpango wako. Huyo mwanaume ni wa kwangu. Huku binti leo anataka afunguke. Anamwambia kuna siri nzito kati ya mimi na dada yangu, na leo nataka nikuambie. Jamaa anauliza siri gani hiyo? Binti anasema siri yenyewe ni... Kabla hajaongea dada yake alimuita. Jamaa akageuka akamwangalia, akasema yule si dada yako yule? Binti akasema ndio. Ngoja niende nikamsikilize, nitakuelezea kwa wakati mwingine. Sasa jamaa akabaki njia panda. The snake love. The snake love. The snake love. Walisogea pembeni ili wazungumze. Huyo akamwambia dada, kwa nini unaendelea kumdanganya mkata kuni? Akamjibu kwa sababu nampenda. Anamwambia hayo sio mapenzi, ni utapeli. Utapeli gani unaozungumzia wewe? Sasa kwa nini unaenda kumwambia na mambo yangu tena ya uongo? Unamwambia nina mchumba. Ndugu yake anamwambia hii ni vita, kila mtu ana mbinu zake. Alimwambia dada, unakoelekea ni kubaya, usitake uone upande wangu wa pili, ni bora uachane na huyu. Dada anasema siachani naye na lazima nimchukue. Binti naye anakataa, anasema nitamlinda. Dada yake anacheka kwa dharau, anasema utamlinda? Ushachelewa. Mambo hayo. Mbona umenitenda hivi? Nilikupenda kwa moyo wote. Kosa langu lilikuwa nini? Maumivu haya yananichoma. Niliamini ukaondoka,
Mwamba anawaza ni siri gani hiyo binti alitaka kuniambia. Huyo binti mwingine naye anafika. Nyoka ajuagi kucheza mbali, anahakikisha kabisa ndugu yake apate nafasi ya kuongea na huyo mwanaume. Amefika, anamkuta jamaa akiwa na mawazo, ikabidi amguse. Jamaa anaamka kisha anaketi ili aweze kumsikiliza. Binti anasema muda ule ulikuwa na dada yangu. Jamaa anasema ndiyo, nilikuwa na dada yako. Binti anamuuliza hajakwambia kitu chochote? Jamaa akakumbuka, akasema kaniambia kuna siri, na siri inawahusu nyie, ila sijui ni siri gani. Binti akacheka kidogo, akamwambia siri? Siri gani? Anakudanganya huyo. Kisha akamsogelea, akamwambia nisikilize mimi, yule anataka kukuchezea akili zako. Hasa jamaa haelewi kitu chochote, anamwambia unamaanisha nini? Binti anatabasamu kisha anamwambia haina haja ya kuwaza sana, pia kesho naomba uje mapema, nataka nikupeleke sehemu ambayo utapata magogo mengi. Jamaa akasema kweli, basi nitawahi mapema. Basi wakakubaliana sehemu ya kukutana na binti akawa anaondoka zake, pia akimwacha jamaa katika hali ya mawazo. Ninashindwa kuelewa. Ninashindwa kuelewa. Mbona umeniacha? Asubuhi na mapema jamaa alikutana na binti. Alimsalimia kisha akamwambia, bila shaka leo hautaweza kunikimbia tena. Jana ulitaka kuniambia ila dada yako akakuita. Sasa leo unaweza ukaniambia ni siri gani ulikuwa unaizungumzia wewe? Binti akamwambia ndio kuna siri lakini naogopa. Jamaa akasema unaogopa? Jamaa anajiuliza kuna siri gani hapa? Akamwambia wewe niambie tu, usijali wala usiogope. Binti akamwambia hapana, kwa sasa sio muda wake, muda ukifika nitakwambia. Jamaa akasema sio muda wake? Kivipi? Kisha akasema sawa, nitaungoja huo muda ufike. Na huku unaenda wapi? Akasema naenda nyumbani, naenda kukutana na dada yangu. Akasema ina maana dada yako yuko nyumbani? Binti akasema ndiyo. Lakini kumbe kwa wakati huo binti alikuwa anawatazama tu, yaani anahakikisha anafuatilia hatua kwa hatua. Kama alivyo hapa, hataweza kuruhusu dada yake aweze kumpata huyo mwanaume. Mambo hayo. The final day, nimefika mwisho. Jamaa alifikiria kidogo na binti akaomba kuondoka. Jamaa akasema sawa. Jamaa anajiuliza kwa nini binti aliniambia nitamkuta msituni na hayupo, kwa hiyo kanidanganya. Sitaki kuamini, hebu ngoja nikahakikisha. The snake love. Binti si akakutana na ndugu yake. Sasa akienda huko anamzuia, akienda huko anamzuia. Binti akamuuliza unaenda wapi? Dada yake akamwambia haikuhusu. Binti anasema najua, unaenda kumuonesha mkatakuni magogo mengi yalipo, si ndio? Tena najua ni triki zako tu, unataka kuwa karibu naye, hakuna cha magogo wala nini. Dada yake anasema sawa, lakini haikuhusu. Binti akamwambia sasa hapa utoki. Si wakaanza kukamatana, vuta ni kuvute ikaanza. Wamevutana, mwisho wa siku binti akamtupa chini mwenzake. Tuache huko. Sasa jamaa alifika mpaka sehemu ambayo alitakiwa kukutana na binti, lakini bado hakuona mtu yoyote. Akasema yani binti kaamua kunidanganya, bora ningeenda zangu kazini kwangu tu, wewe kanidanganya, hakuna sehemu yenye miti mingi wala nini. Shachoka na kuchoka. Sasa akaamua tulie kidogo, apumzike halafu arudi zake. Wakati anakaa kwa mbali tunaona kama kuna mtu anamchungulia hivi, lakini ghafla anashtuka, anahisi kabisa kuna mtu nyuma yake. Akigeuka aone mtu, ikabidi asimame kwanza angalia.
Kumbe aliyefika hapa alikuwa ni binti, tena akaja kwa umbile la nyoka. Alimgusa ila jamaa alistuka nusu azime kabisa. Kabinti kanacheka mbavu zote chini, kanamwambia kumbe wewe ni muoga hivyo. Jamaa anashangaa anasema kumbe ni wewe, acha masiala yako, utakuja kuuana. Binti yeye bado anacheka tu, anaona huyo mtu gani anafanya kazi msituni, bado anaogopa hivi. Basi jamaa akawa anasogea, anamwambia umezingua sana. Binti anamwambia sikuwa mbali, lakini wewe ni muoga. Jamaa anasema muoga wapi? Sema huku sijawahi kufika, alafu sikutegemea kabisa kama utakuwa hapa, nilijua umenidanganya. Binti akamwambia hata siku moja siwezi kukudanganya. Jamaa akasema okay sawa, twende. And I met you by chance, sikujua you'll be my one. And I hate to admit baby, unanichizisha kweli. The way she moves, I swear mate yanidondoka mimi. Akicheka na feel so wild, oh my baby. Dress code on point, figure 9 and I'm a girl. Kwa upande wa binti, yeye kila siku ni maumivu tu, kila analolipanga hata aliendi vizuri. Ndugu yake anamharibia sana, mwisho wa siku anaambulia kulia kama hivi. Sasa maeneo haya alikuwepo huyo jamaa akifanya kazi zake. Ukimtazama vizuri ni yule ambaye binti alimfananisha na mkata kuni. Sasa alipotupa macho kando, aliweza kumuona binti na alimtambua, akasema hebu ngoje nikamcheki, mbona kama hayupo sawa. The snake love. The snake love. The snake love. The snake love. Alifika akaanza kumuongelesha, ila anashangaa kuona binti yupo kimya. Ikabidi amsogelee zaidi. Akamwambia rafiki yangu, mbona hutaki kujibu? Vipi, una tatizo? Lakini binti bado aliendelea kuuchuna. Akamwambia usijali, nitakufanya uwe mwenye furaha sasa hivi. Usichokijua mimi najua kucheza, sasa nitakuwa ukae hapo unitazame. Jamaa akarudi nyuma, akaanza vituko vyake, akaanza kumhesabia 1, 2, 3, tunaondoka. Twende. Binti ikabidi anyanyue sura aanze kumtazama. Sasa anapomtazama jamaa anamuona kama ni yule mkata kuni. Ni mawazo yake maskini, lakini hapo ndo anaanza kufly. Mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Sasa jamaa sikaona amefurahi na amecheka, ikabidi amfuate. Anamwambia buju. Binti ndo akili zinarudi, anagundua sio yeye. Ananyanyuka kisha anaondoka zake. Jamaa anashangaa, huyu binti vipi, mbona simuelewi? Yaani na kumchezea kote huku. Mambo hayo. Huku mwamba na binti bado safari inaendelea. Pia nitumie nafasi hii kukuomba wewe shabiki yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kunipa nguvu ya kukusogezea burudani kila siku. Mambo hayo. Usiniondoke, moyo wangu unalia, mbona umeniacha? The snake love. The snake love. Sasa wakati wanaendelea kusonga mbele, hapa kati wakawa wamekutana na mzee baba. Njemba yenyewe kwanza haichekeshi, nasema sogeni hapa ni wavunje. Binti akasema sasa huyu ni muoga, hapa sina jinsi, lazima nimzimishe kwanza ili niweze kupambana na huyo kiumbe. Binti hakuchelewa, alimgusa tu shingoni chwap. Jamaa akalala kwanza, usingizi kama 5500 hivi. Binti akasema sasa we kiumbe, ngoja nije tupambane. Sasa nakuachia maiki pembeni ushuhudie mchezo. Nigga, Jesus. Hey! Help! He shot you. Jehovah. What the this? Dakika chache binti kashamaliza kazi, anarudi kwenye umbile lake. Akimcheki mshikaji bado kalala, anasema yes, hajagundua chochote. Vanilla.
Mwisho binti alimwamsha tena. Sasa jamaa ndo anakurupuka elewi chochote. Vita ishaisha ni leo. Anauliza vipi, mbona tumelala tena? Binti anamwambia tumelala, umelala. Unaonekana kabisa ulichoka, kwa hiyo nikakuacha upumzike. Jamaa anauliza kwa hiyo hatujafika bado? Binti anamwambia ndo kwanza safari inaanza. Hebu nyanyuka twende. The snake love. The snake love. Mda huu binti amekaa peke yake anawaza. Je, afanye nini ili aweze kumrudisha mkatakuni kwenye upande wake? Sasa wakati hajapata majibu yoyote, huyu jamaa naye alikuwa akipita mazingira haya. Alimuona binti na aligundua huyu kama kawaida yake. Kila siku yeye nakulia tu. Alifikiria kupitiliza akasema hapana. Hebu ngoja leo nikamuulize nijue nini kinamsumbua. Alimwambia unajua, kila mmoja huwa anapitia kipindi kigumu kwenye maisha yake. Na hii sio kwako tu, kila mmoja huwa anapitia, sema ni kwa wakati wake. Sasa usilie, hebu kwanza futa machozi. Sasa jamaa anapeleka mkono wake kuchukua kitambaa ili amfute machozi. Binti kwa sababu anaye hasira, anawaza amfanye nini huyu. Ila anagundua huyu jamaa mbona kama ni mwema, anapunguza hasira yake na kumwacha. Anamwambia hebu acha, mimi nitafuta mwenyewe machozi, usijali. Alimwambia binti, kwa hali hii hautokuja unenepe hata siku moja. Na unaweza ukaniambia ni kitu gani huwa kinakunyima raha kila siku? Binti alifikiria kidogo kabla ya kumjibu. Kisha akamwambia maisha yana siri kubwa sana. Na sidhani kama ni sahihi nikikwambia mambo yangu yote. Kwa hiyo kama hutojali, naomba uniache kama nilivyo. Jamaa anasema unajua wewe ni mrembo sana. Na kwa uzuri wako upaswi kuumia kabisa. Alipotaka kumgusa tu, binti akasema Kisha akaamua kuondoka kabisa. Jamaa anabaki akimtazama tu. Anasema huyu binti kwa nini anapitia magumu hivi? Huyo ni nani atakuwa anacheza na moyo wake? Lazima nifuatilie nijue. The snake love. Mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Snake love. Baada ya safari ndefu, hatimaye wanafika kwenye msitu mkubwa sana. Binti anamwambia msitu ndo huu. Nadhani unaona msitu ulivyokuwa na miti mikubwa sana. Hapa utaweza kupata kuni nyingi na utaweza kufanya biashara kila siku na kwa wakati. Jamaa akiangalia ni kweli, kuna miti ya kutosha, mikubwa na mizuri. Sasa anatupa macho mbele, alichokiona mbele yake lilikuwa ni bango kubwa la onyo. Linasema msitu huu upo kwenye uchunguzi na hairuhusiwi kufanya shughuli zozote. Mwamba akamshtua binti, akamwambia angalia kule. Binti alijisikia vibaya sana, akamwambia samahani. Jamaa akasema kwa ninavyoijua misitu, sheria zake huwa ni kali sana na ukishaona bango la namna hii hauruhusiwi kufanya kazi. Binti anasema sijui hata kimetokea nini. Sio muda mrefu nilikuja na palikuwa vizuri tu. Mwamba anamwambia usiwaze, haina haja hata ya kujilaumu. Mimi naelewa haya mambo huwa yana mzunguko mkubwa sana. Ila ninachokiona hapa tuondoke tu. Binti alijisikia vibaya sana. Ila ana jinsi, ikabidi waondoke tu. Huyo mpita njia naye hakuchoka kumfuatilia binti. Lengo anataka kumfahamu kwa kina zaidi. Kitu ambacho anashindwa kukielewa ni kila anapomuona binti tu anamuona kwenye hali ya majonzi sana. Mambo hayo. Ninaumia.
Sasa leo Mwamba alikuwa anakuja kazini kwake mdogo mdogo, ila anashangaa kusikia sauti ya mtu akichanja kuni ikiwa yeye hajafika kazini bado. Akawa anasikilizia kwa mbali, huyu nani huyu? Sio mwingine, alikuwa ni binti nyoka yule wa blue. Sasa sijui leo amefikiria nini. Unaambiwa toka asubuhi leo anapiga kazi tu, hajapumzika mpaka muda huu. Mwamba anashangaa kwanza, anamuuliza, hii kazi yote umefanya wewe? Binti ndo anashangaa, kumbe jamaa akafika huku akitabasamu. Alikubali, akamwambia ndio nimefanya mimi. Jamaa kicheki pembeni, anaona mzigo wa kuni mkubwa. Anamuuliza, mzigo wa kuni mbona ni mwingi sana, vipi umewezaje? Binti anamwambia, kawaida tu, mbona nimeanzia asubuhi ndio maana unaona hivyo. Mwamba anatafakari apate majibu, anajiuliza kwa nini binti kafanya hivi, anataka hela nini? Ikabidi amuombe waongee pembeni. Anamwambia, unajua bado siamini, wewe ni mtoto wa kike, umewezaje kupasua kuni nyingi kiasi kile? Binti anamwambia, mbona ni kazi rahisi tu, hata mwanamke anaweza pia. Anamwambia, hebu nikuulize kwanza, hivi umefikiria nini? Sasa wakati wanaendelea kuongea, kumbe mpita njia alikuwa kwa mbali tu anawachora. Leo ndo anagundua, kumbe aliokuwa anamliza binti ni yule. Sasa nimefahamu kweli. Huyo mpita njia baada ya kugundua hilo, aliamua kuondoka zake. Huku Mwamba anamshukuru binti, anamwambia, unajua umeifumbua akili yangu. Nilikuwa naenda kutafuta poli lingine, lakini kumbe hapa kuna kuni nyingi tu. Binti yeye hapo ndo anafurahi sana, maana leo sifa zote anamwagiwa yeye. Anacheka, leo ameshinda pointi nyingi sana kumzidi ndugu yake. Jamaa anamwambia, mpaka hapa niseme tu asante, maana kwa huo mzigo ulioutengeneza ukijumlisha na mzigo wangu tumeshapata tripu ya gari nzima. Kwa hiyo hapa bila kuchelewa natakiwa nichukue simu nimpigie mteja wangu, na kwa hiki kitu ulichokifanya lazima pesa itakayopatikana tugawane nusu kwa nusu. Binti anamwambia, hapana, usijali, mimi nimekusaidia tu. Jamaa anasema, hakuna msaada kwenye mambo ya kazi, hebu ngoje kwanza nimpigie, utafurahi leo. Vanilla, Vanilla. vanilla, vanilla, boko, vanilla, boko, vanilla, boko. Mambo yalienda vizuri na biashara ilifanyika. Mteja anamwambia, yani kama utakuwa unafanya kazi kwa spidi ya namna hii, tutafanya kazi nyingi sana. Na kwa leo sikutegemea kabisa, angalia mzigo ulivyoshona vile. Kwanza kuni ziko vizuri, nikipeleka sokoni na uhakika zitagombaniwa. Mwamba anamwambia, kwa sasa nimejiswitch, yani huwa silali kabisa na hakikisha nafanya kazi usiku na mchana, ili wewe mfanyabiashara mwenzangu uweze kufurahi na tuweze kutengeneza pesa nyingi kwa pamoja. Mambo hayo. Basi haya ni maneno ya wafanyabiashara, waliongea mengi sana tu na kila mmoja akimshukuru mwenzake. The snake love. The snake love. Mwamba alibaki akisema hii yote ni kazi ya binti. Sasa hapa sijui nimwambie kila siku tu tunafanya kazi, tungeweza kutengeneza pesa nyingi sana, ila sijui kama atakubali. Upande wa pili ndugu wawili wamekutana. Cha ajabu leo huyu nyoka wa blue anamcheka nyoka mwekundu. Anamwambia, umeona sasa, nilikwambia nitamlinda. Sasa nadhani umeona vizuri. Kitu ambacho hujui, hata kule ulikokwenda, lile bango uliloliona kwenye msitu ni kazi yangu. Sasa nakupa onyo, bora uachane na mkata kuni, yule ni mali yangu mimi. Mpaka sasa binti yupo kimya, kashazidiwa pointi. Anamwambia, sasa naomba unisikilize kwa makini. Ukiendelea kufata njia zangu, sintojali kama wewe ni dada yangu. Kwa hili hautoamini, nitakumaliza mimi mwenyewe. Binti amekasirika sana ase, na hii ilimuuma kuliko zote. Sasa vita itakayoanza hapa sijui. Sasa Mwamba amekuja, anaanza kumkagua binti.
Anamuuliza kuna kitu unanificha? Binti anamuuliza kitu gani iko nikuficha? Jamaa ameanza kuwa na wasiwasi naye. Anamwambia unajua jana wakati tuko pamoja, wakati nimelala, niliona mikono yako kama ina magamba ya samaki vile na ulikuwa baridi sana. Na kitu kingine ambacho najiuliza, kwa nini nalala bila kujitambua? Hii haikuwa kawaida yangu kabisa. Binti anamsikiliza tu, atakuwa hajagundua chochote huyu kweli. Alivyozidi kumuelewa zaidi, aligundua huyu mtu bado hajajua chochote. Alichomjibu ni kwamba unajua wewe ni mkatakuni na kazi yako ni ngumu sana. Kwa hiyo uchovu wako unapelekea kuwaza vitu visivyowezekana. Nikushauri tu uwe unaongeza muda wa kulala mapema. Binti alivyomaliza kusema hivyo, aliondoka zake. Lakini ni kama jamaa kashaanza kutilia mashaka hivi. Sasa leo binti amefika hapa na jambo lake. Anasema dada, huu moto ulioenda kuwasha utaweza kuuzima, kwa sababu kama ni vita ndo inaanza. Alichokifanya ni kuchukua umbo halisi la dada yake na tayari anaelekea kwa mkatakuni, lengo lake likiwa ni kuharibu kila kitu. The snake love, mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Snake love. Binti mdaundo anafika tena akiwa amechukia sana. Sasa jamaa ana habari kama huyo siye, anamuona, anamkaribisha na kuanza kumfuata. Sasa hana ugomvi naye, ila anashangaa cheki. Kilichofuata, binti alinua mkono wake na kumchapa kibao. Mapenzi ya dhati yasiyobadilika. The snake love. Baada ya hapo binti alimwambia, kuanzia leo sitaki mazoea na wewe, sitaki ukaribu wa aina yoyote, na mimi sikupendi, sikutaki wala sikuhitaji. Kisha akaondoka zake. Sasa jamaa amebaki haelewi, huyu binti ana nini leo? Mbona sijawahi kumtongoza? Na kwa nini anyanyue mkono wake anipige? Vanilla, waboko, Vanilla. vanilla, vanilla, boko, vanilla, waboko, vanilla, waboko. Mambo hayo. Sasa leo Mwamba wakati anaingia zake kazini, alimuona yule binti ila hakutaka shobo, akawa anaondoka zake. Binti sijui kilichotokea, akawa amemuita. Jamaa akasimama akamfuata. Akamwambia, wewe unanijua mimi? Au unajua nimesahau ulichonifanyia jana? Nilikuwa na kuheshimu sana, ila umenivunjia heshima. Sikutegemea kabisa kwamba binti wewe utakuwa na adabu mbaya sana. Ila nimejifunza na najuta kukufahamu wewe. Sasa binti sijui chochote. Jamaa akitaka kuondoka, binti anamzuia. Anamuomba amsikilize. Jamaa hataki mazoea, anamwambia iishie hapa hapa. Sitaki tena ukaribu na wewe kama ulivyosema. Binti alivyozidi kulazimisha, jamaa akataka kumpiga. Ila kuna mwamba mmoja akazuia. Mambo hayo. Huyo mpita njia akamwambia, uliona wapi mwanamke anapigwa? Kwanza hiyo nguvu unaitoa wapi? Au unafikiri haya ni magogo ambayo unashinda nayo kila siku? Sasa wewe kama unataka kupigana, hebu pigana na mimi kwanza. Mwamba anasema kumbe mawazo yangu alikuwa sahihi, nyie ni wapenzi. Huku binti anacheka, maana lengo lake linatimia. Lengo anataka hawa wagombane tu. Anasema dada. Huku mkatakuni anasema unataka kunichangia au sio? Taratibu huyo anaishia zake. Mpita njia anamwambia binti tuondoke, achana naye huyo. Binti anasema niache, wewe ndo unaniharibia. Jamaa anasema huyo binti mpuuzi kweli. Yaani najitolea kugombana na mwanaume mwenzangu kisa yeye, lakini haoni, bado anamng'ang'ania. Anamwambia sawa binti, wewe endelea kung'ang'ania, huyo jamaa atakuua huyo. Jamaa aliongea sana lakini haijasaidia kitu. Akaamua tu aondoke zake. Binti naye huyo anaishia zake, maana lengo lake limekamilika. Siku iliyofuata huyo jamaa akakutana na binti. Binti anamwambia naomba unisikilize kwa makini. Sihitaji msaada wako wa aina yoyote ile, na sikujui unijui. Kwa hiyo ni vizuri ukifuata mambo yako. Narudia tena, achana na mambo yangu, fuata mambo yako. Mbona umeniacha?
Leo tunamuona binti akizivua nguo zake taratibu. Hakuwa peke yake, alikuwa na mkatakuni. Sasa taratibu anaanza kumpapasa mgongo wake. Sasa cha ajabu, mkatakuni anaonekana kama mtu aliyopoteza fahamu. Pamoja na yote anayoyafanya binti, lakini alikuwa hatikisiki hata kidogo. Sasa kumbe dada yake alikuwa kwa mbali kidogo akitazama kila kitu kinachoendelea. Binti naye alitambua kwa dada yake anamuona, lakini anatabasamu, anasema hiki ndo nilichokuwa nakitaka, uone ili ikuume. Na kweli binti ilimuumiza sana, akaamua kuondoka zake huku akiwa analia. Kwa hasira alizokuwa nazo alipiga kelele kubwa sana, huku binti alizisikia kelele zake, lakini kwake ndo burudani kabisa. Anasema, dada, huwezi kushindana na mimi. Mambo hayo. Kwa hiyo binti hapa kamloga mkatakuni, tena akamvua na nguo, lengo ni kumuumiza dada yake tu. Hapo mkatakuni haelewi chochote, na hata akiamka sidhani kama atakumbuka. Kama bahati leo jamaa amekutana na binti tena, lakini alivyokuwa king'ang'anizi, binti akipita huko anamzuia, akipita huko anamzuia. Binti akamsogeza pembeni ili apite. Leo akasema huyu atanizoea, bila kumuonesha show atakuwa aniheshimu. Alipigwa pigo kali sana mpaka jamaa na kuoa damu. Binti anamwambia, nadhani umenifahamu sasa, na nilivyokuwa nakwambia ukae mbali na mimi nilikuwa na maanisha. Sasa kwa huo ubishi wako utakuja ufie sehemu mbaya. Jamaa anasikilizia maumivu tu, katulia kimya. Alichomwambia, mimi sio binadamu, naomba ukae mbali. Niliamini ukaondoka. Pamoja na maumivu makali, jamaa bado anamwambia, mimi nakupenda hivyo hivyo, hata kama wewe sio binadamu, mimi sijali. Mambo hayo. Umevunjika, bado nakupenda. Upande wa pili, huyu nyoka mwekundu bado anamtumia mkatakuni kama anavyotaka. Mwamba hajielewi, hapo kasharogwa tayari. Sasa binti anampa maagizo, anasema kwa sababu yule mpita njia kashaanza kujiingiza katikati yetu, hii vita sasa inamhusu. Sasa akipita tu nataka umuue. Machozi amenichoka, moyo wangu umevunjika. Sasa mpita njia kwenye pitapita zake alimuona chizi hapa, alisogea karibu yake kisha akaketi, akawa anamuuliza, vipi, unataka maji? Baadaye akaamua kumpa kabisa. The snake love. Mbona umenia? Sasa wakati anataka kuondoka, yule chizi alimuita, akawa ameshangaa kwanza, mimi ni yeye? Ndiyo. Ikabidi arudi pale ili aweze kumsikiliza. Alimuuliza, umelijuaje jina langu? Alichokisema huyu kichaa, alimwambia mkatakuni sio mbaya wako, na yule binti unayompenda wewe ni nyoka. Sio mbaya, ila kuna ndugu yake ambaye ni nyoka mwekundu. Huyo ndio chanzo cha matatizo yote. Jamaa anamuuliza, umeyajuaje haya? Hata hivyo ameshafahamu ukweli. Akasema, kumbe kuna nyoka mwekundu, hebu ngoja niende huko msituni. Sasa ananyenyuka kwenda kule msituni, na sidhani kama atakuwa salama, maana yule nyoka mwekundu kashaandaa mtego kwa ajili yake. Mambo hayo. Sasa mwamba ndo anakurupuka mda huu, na hapo sio yeye tena, ila anafata oda ya nyoka mwekundu. Kabinti kako juu ya mti tayari kushuhudia mchezo unaendaje. Binti alikuja kuingilia kati ugomvi, ikabidi amtoe yule jamaa juu ili asije kumuulia mtu anayempenda. And I met you by chance, sikujua you would be my one.
And I hate to admit, baby. Sasa huku binti anaona dada yake kaingilia kati. Anasema huyo ataniharibia mpango wangu. Ngoja niende mwenyewe. Mbaya zaidi, anaamua kwenda akiwa katika umbile la nyoka.